Jamani, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana bwana. Mimi shukuru kwa ndugu zangu Nyamonge Sports Promotion kwanza kuleta kujali ni vitu hasa upande wa ndugu wetu walemavu nao enjoy something like that. Sasa hivi wamekuja na promotion ambayo itakuwa inafanyika pale Mwembe Yanga tarehe 8 mwezi unaokuja, mwezi wa 6 mapema sana kuanzia saa 2. Wa Tanzania jamani, ndio mambo tunavyokwenda. Kusaminiana sisi wote ni binadamu, sio zindiko. Tuna uwezo kufanya jambo lolote lile kama tunawezeshana, kama tunakumbukana. Kwa hiyo Nyamonge haiji na wapongeza sana. Walemavu watacheza michezo ya 3 na waniongeza wa 4 walede kwa watu tofauti ili kuongeza uloda. Na hii imekuja kwa sababu ya kwamba kuonyesha kwamba kwa nini wengine wakae wamekaa tu bila sababu, wengine wanashughulika. Kama wengine huko nje wanafanya, tunasaminiana. Leo hii ukiangalia kuna shule za viziwi, kuna shule za vipofu, kuna shule za walemavu wasioweza kutembea. Na leo na hapa sasa leo kuna basket ya wheelchair. Una stay down, unapiga basketball. Kitu kinatiko. Mpolo ule mtu nini kimwangalia aone labda, lakini karusha kalengo. Ndio ufahari wetu. Kuna mpira wa miguu, kuna hiyo aliyosema bwana mkubwa nini volleyball. Naona bwana. Na hiyo ni vitu ambavyo vipo na yeye wachezaji watashandaa. Lazima tukae kwa misimamo. Kwa hiyo nawakaribisha wa Tanzania wote jamani, karibuni. Tuje kuanzia tarehe 8 viwanja vya Mwembe Yanga, kuanzia asubuhi mpaka saa 11. Tuje wote tusherekee jamani. Hasa wale kwa maeneo jirani pale Temeke pale, sijui Tandika, sijui Mbagala, Ilala yenyewe hii. Tuje jamani tunyoni. Na Mungu ameleta raha duniani. Kama hivi ni special kabisa mchezo huu. Mimi mwenyewe nitakuwepo. Naweza kusema kwa kweli hakuna shida. Nyamonge hakuna shida. Raha iwepo, watu wapate raha duniani. Wale ndugu zao ambao na walemavu wamesikia kama ana kipaji fanya sio upande wa michezo. Nusu aje. Usimweke ndani, usimfiche fiche. Mlete ndani, aje naye acheze, apure party, apate jasho la uhakika kutoka mwilini mwake. Kwa hiyo binafsi mimi mwenzangu nimefurahi sana na nitakuwepo tarehe 8 Mwembe Yanga kuanzia asubuhi. Tushirikiane wote na walemavu. Barakatu, Bwana Yesu asifiwe. Kwanza Nyamonge unajua Mungu alipoumba watu, kuna watu kila mtu kampa kazi yake. Nyamonge wameandaa kitu kikubwa ambacho walemavu hawajasaulika, lakini wamesaulika kimichezo. Sasa Mungu kaamua kumpa kibali Nyamonge, nendeni duniani ukaandae tamasha la bora, watu waende wakafurahi na wenyewe waenjoy. Tupigeni makofi Nyamonge. Ladies and gentlemen, ndugu waandishi wa habari, Nyamonge tarehe 8 Mwembe Yanga. Tarehe 8 watu watakuja kuona maajabu. Watu wanasema eti maajabu ya Musa. Watu waliona mpira wa kombe la dunia, Messi na Mbappe. Yale yalikuwa sio maajabu. Yaani sasa haya ni maajabu. Watu watakuja kuona walemavu wanapopiga pira. Walemavu wa macho wanapiga pira. Msemo kasipo wanaona jamani, Nyamonge wameandaa tamasha kubwa. Tarehe 8, tarehe 8. Tarehe ngapi? 8. Mwezi wa ngapi? Wa 6. Mwembe Yanga. Tuje tukaangalie burudani. Mimi mwenyewe nitakuwepo. Bambo atakuwepo. Jamani, wazazi wenye watoto walemavu waleteni. Serikali yetu tukufu ndio tuletea amani. Suka mnielewa? Tutakokuwa tunaangalia tamasha na nyinyi naweka mkono. Kwa hiyo Nyamonge tunawashukuru sana kwa kuandaa tamasha. Na sio hivyo. Mimi niongea na mkurugenzi kasemaje, vitu vingine siku visema, lakini mimi naokoka. Kuna vitu vingine kaviandaa lakini baada hajavitaja, kwa mfano kama mashindano ya mabodaboda, mashindano sio ya mbio, sio ila vitu vyote kashaviandaa, lakini kaanza na hili la walemavu. Watu jamani, maajabu ya Musa sio maajabu. Maajabu ya tarehe 8 Mwembe Yanga.
tunafurahi sana mkurugenzi, na uzidi kuwa na roho. Unajua una kibali cha Mungu. So hiyo so amri yako Nyamonge. Hiyo sio amri yako. Umepewa kibali na Mungu cha kuja kuandaa mechi za walemavu. Yaani hiyo sio kazi yako. Ni kazi ya nani? Ya Mungu. Hata huyu Nyamonge atuambie ukweli, huku kwenye kuapa huku ana muhuri wa Mungu. Nendeni duniani ukaanzishe mpira wa walemavu. Jamani, mimi nitakuwa kwenye upande wa wapofu wale vipofu wale. Wewe mimi sina mengi ya kusema zaidi ya kusema, ndugu waandishi wa habari, tunawapenda. Nyinyi ndio mnakuza Tanzania, nyinyi ndio mnakuza watu wote maarufu, na mimi nimekuza kila mwandishi wa habari hapa anavyoniona malengo yake yatimie. Na nilikuwa naiomba serikali yetu tukufu, waandishi wa habari wape kipaumbele. Nyinyi ndio kila kitu. Kama kuna mwandishi wa habari yoyote hata kama na followers watatu, jamani, mheshimiwe, nyinyi ndio kila kitu. Kwa hiyo tarehe 8, narudia tena, tarehe 8 mwezi wa 6, Mwembe Yanga, jitokezeni mapema. Furaha yote duniani, mipira ya nini na nini, furaha kula, hakuna furaha. Furaha tarehe 8 Mwembe Yanga, mje muone vilemavu wanapopiga mpira, wanakuzidi wewe mpaka uko ambao uko mzima. Nasema asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nimemaliza. Waje pia kuona viziwi wanapocheza muziki. Viziwi. Mimi unakata nini? Ngalo. Kanda mbona safari? Mchana ni maji kama viziwi. Kumbe kuna burudani hii. Ya mtosha. Ladies and gentlemen, jamani. Tanzania so. Unajua Nyamonge ana muhuri wa Mungu. Mimi nitakuwepo. Yaani saa 1 asubuhi nitakuwa na dada yangu Suzi wala sio shida zangu mapema sana. Mimi saa 12 niko pale. Yaani ukiona watu kama hao unafanya kumwambia tu mtambebe kwenye chupa kwa wakati. Mama amefanya kwa vipofu na walemavu. Hiki kibali kilichopewa na Mungu cha kuja kuleta hii burudani za mipira. Naomba uendelee, na sio hivi tu. Kuna vitu vingi Tanzania vinakutegemewa. Wewe ushakuwa na kibali cha Mungu. Amen. Kuna vitu vingi. Hata vile vitoto vilivyozaliwa leo. Ndio tamasha. Amen.